Bwana Yesu asifiwe. Baba, mimi nilikuwa na swali kwa sababu tumeanza kwa kuongelea ndoa na leo tulikuwa tunaongelea habari ya siri zilizojificha katika mahusiano. Nilikuwa natamani kujua tuongee na wanandoa ambao tayari wako kwenye ndoa. Labda nitaongelea upande wa mwanamke, ni mchungaji. Sawa. Una maombi yako kadhaa kama siku 3 mfungo. Tumepata knowledge huko nje. Baadhi ya wachungaji wamekuwa wakifundisha kama una mfungo usikutane na mume wako. Sijui inapunguza kasi ya maombi, mimi sijaelewa. Tuiweke sawa hii maombi na kutimiza wajibu wako kama mke kwenye ndoa na yani tuiweke sawa maombi na kutimiza wajibu wako kama mke kwa mume wako ili watu walioko nje watuelewe. Amen. Kwanza ni babe. Ukisikia mwanamke asema nimefunga yuko kwenye mfungo masaa 12 basi kusana mwanamume. Huyo mwanamke ana akili. Kama ni mchungaji akili zake ndogo sana. Amjui Mungu. Kwanza ujue ndoa ni ibada. Amen. Ndoa ni ibada. Pastor mmoja nifuata. Sasa baba. Aliambia neno la ajabu sana. Pastor mmoja nifuata. Pastor kabisa. Sasa mtunga baba, mimi naomba nisaidie nimepata changamoto. Kabla sija kwenye ibada, nijikutana na mke wangu. Baba nikihubiri na ubiri by fire. Na ubiri inakuwa ni fire. Lakini kama sijakutana naye nikija hapa najisikia yani nikiwa na ubiri sielewi. Is a pastor. Umeelewa? Kwa sababu tendo la ndoa au ndoa ni ibada kwa mwanamume na kwa mwanamke. Ngoja mfano. Binti au kijana, nilikuwa na binti mmoja hapa kanisani. Aitwa na wazazi wake. Huyu binti amechanganyikiwa. Binti alikuwa ameenda chuo mwaka wa 2. Akawa nini? Akawa kichaa. Kabisa amechanganyikiwa sana. Kwanza tukaoneta pale Mbezi Beach. Kwamba sisi tumepata nini? Anataka na mapepo, binti na mapepo. Na mashetani. Kutoka wachungaji tumetoa mapepo. Lakini wameenda kwa wachungaji kama karibu mwezi mzima. Binti amechanganyikiwa. Wakaambia kuna nabii aenda kaangalizie nini kimempata binti. Alipokuja kamwangalia binti sana pepo. Na binti alikuwa ameokoka. Wazazi wake wameokoka. Baba ni mtumishi, mama ni mtumishi. Na binti afanyaje? Ameokoka. Anapenda Mungu sana. Sasa binti nyumbani kwao ni milango. Kwa hiyo binti hajaje kukutana na kijana wa kiume. Sawa? Kwa hiyo kumbe akitoka binti upumbavu wake alikuwa anaangalia hizo picha mbaya. Kumwangaza binti alikuwa anaangalia picha mbaya ndio maana amekuchanganyikiwa. Nikawa shauri. Nikamwambia mna kijana nyumbani. Mimi ni pastor. Akasema sio pepo. Nitafutie kijana nyumbani. Akasema na mtoto wa anko. Akasema wewe chumba kimoja. Alipokaa chumba kimoja kesho binti amepona. Binti kapona ukichoka ishia hapo. Pale. Umeelewa? Amen. Simaanishi kwamba ufanye hivyo. Ni kwamba binti alikuja kuesika kisaikolojia kwa kuangalia zile picha nini? Mbaya. Umeelewa? Baada ya kuangalia picha mbaya, saikolojia yake ikawa inamtaka kijana wa kiume. Na fikiri mabinti mtakuwa shahidi Sawa? Kwa akili kazi zinaruka kwa sababu ameingia kwenye vitu ambavyo kwa sababu hii. Are you getting? Kwa kijana hapa kanisani hapa mnaye hapa. Nakumbuka hapa umeleta juzi hapa. Sawa? Mama yake amesema amechanganyikiwa. Simko naye hapa sasa kijana. Yuko wapi sijui? Ameenda matembezi. Huyo kijana sio amechanganyikiwa. Amesoma shule za wanaume peke yake. Toka darasa la kwanza, shule ya 7, form 4, form 6, ameingia chuo kaenda DAT pale. Kakaa hostel ndio kukutana na wadada, kumbe kuna wadada wanafanya hivi. Kijana akizikaruka.
Mama yake yuko hapa anasema jamani, kijana wangu amechanganyikiwa, ana mapepo. Huyo kijana ana mapepo kwani? Hapana. Tunaona anaimba, anacheza, anaongea points za msingi, ana mapepo. Ni kwamba amekutana na vitu ambavyo hajawahi kuviona. Mama anafikiri mapepo. Hapana. Amesoma darasa la kwanza ndio kupata kuna amesoma boarding ni wanaume peke yake. Form 6 wanaume. Sasa ndio ametoka nje ameenda chuo DIT. Anakuta dada wazuri anachanganya. Ajue anze wapi? Azoge wapi? Kwa hiyo kizikaruka. Nimepambana mizimu. Sasa huyu achikana akipata Eliza akaanza kumfundisha, akaa naye, anampenda, anamfundisha, ukimwaga sasa hivi anataka na wadada karibu. Na ni ukweli baba, na akikaa na wadada usiku ana tabia kutoka toka, lakini ukimwacha hapa na rafiki yake huyu hapa, akikaa naye hatoki, na lala naamka yuko hapa, ila akiondoka tunamtafuta. Huyu ni kumpatia Eliza akae naye amfundishe, akaanza kufundisha ndani ya wiki moja kapona huyu. Umeelewa? Hapa nimesema ndio maana mama kumwacha hapa. Ndio kutafuta kabindi kama Eliza pale. Kana mfundisha, unajua, kana muomba naye, kana mpigia simu kwa mara. Nakwambia amepona saa ile. Unaenda kwenu kutama. Ukimwambia sawa sawa, mimi nakupenda. Nakwambia huyo kapona, kaanza kuimba praise, kana kuhubiri. Kweli baba, hii tumeiona hata kwenye shule za boarding. Ndiyo. Na sisi pia tumesoma, mimi binafsi nisoma girls peke yake. Kuanzia sekondari mpaka advance. Sasa tulikuwa tunaona walimu wana mix kwenye chakula, wanatia mafuta ya taa. Yeah. Kuna wakati wanafunzi yani wanachekacheka ovyo ovyo. Umeona? Yeah. Waweka mafuta ya taa kupunguza hizo nini? Kupunguza na hata ilikuwa inafika wakati wanaandaa tamasha, yani ni kama disco. Kwa hiyo wanaita mashule mengine, wanaita Eliamungo Boys na Machame Girls. Mnakaa sehemu moja, walimu wanawafungia mle, mkae tu, yani mcheze, mfanyeje, lakini msivuruge. Kumbe nimegundua leo, kumbe ni akili zinaruka. Mapadi ukiwa unasema kupadi, kuna kipindi kita kuosha macho, kusafisha nini? Mapadi unafahamu kusafisha nini? Mnaitwa mahali wanakuja wadada, lakini nilikuwa niseme mtihani. Sawa, wakuja wadada, kuangalia uaminifu, unaosha macho, mnaosha nini? Macho na naye hivyo.